Mtume huyu sasa ametumwa kwako leo. Yes. Watu wengine wanasema, wacha niulize kwanza nianzie hapa. Uhusiano wako Your Excellency na His Excellency the President, my boss. Yes. Watu wengine wanaona ni kama sio kama vile ilivyokuwa before the handshake. Unajua kabla ya handshake tulikuwa tunawaona pamoja, red ties, rolled up sleeves. Lakini watu wengine wanaona ni kama atuoni hii, watu wana wasiwasi, wanauliza sasa ni vile vile ama kuna mabadiliko. Hiyo la kwanza. La pili, watu wengine wanasema pia, mbona rais mwenyewe akisema tuache kutangatanga tufanye kazi, tuache hii mikutano mingi, mbona hii mikutano bado inafanyika? Yes. Haya, nimeyasikia yale umeuliza na nimeulizwa na wengine pia. Jambo la kwanza nataka ujue ya kwamba tuko na serikali na tuko na nchi ya kuendesha. Yes. Na kuna vile tumekubaliana na rais vile serikali tutaiendesha. Na inafika wakati tunagawana kazi. Rais atafanya hii, alafu ananiambia na wewe utafanya hivi. Hata hiyo wewe umesema ya kutangatanga. Nikuulize, mwanzo wa hii neno tangatanga ni nani alianzisha? Si rais mwenyewe. Na mwenyewe alisema huyu deputy wangu huyu ndio mtu ya kutangatanga kwenye vijiji. Na alisema ati ni tangatange niende utalii. Alisema huyu akikuja huko, kama iko shida ya maji mumueleze, kama iko shida ya barabara mumwambie, kama iko shida ya nini mufanye. Na hiyo ndio kazi mimi nafanya. Nikueleze Bwana Gatonyi, na sio ya kwamba nimeanza juzi. Yes. Tangu tuchaguliwe 2013 rais amekuwa akinituma everywhere. Kuna barabara pale, enda uangalie. Kuna hospitali pale, enda uanzishe. Kuna mambo ya maji pale, kwenda uangalie. Na hiyo kazi ya deputy president. Kwa sababu kazi ya deputy president, mimi sina kazi ingine ya kufanya. Mimi sipiki chai. Mimi si mtu ya security kubeba bunduki. Mimi ni mdogo wa rais. Yes. Ile kazi yote rais angetakikana afanye, yeye mimi ndio msaidizi wake ya kufanya. Tunaelewana? Yes. Na hiyo ndio kazi, kwa sababu watu wengine wanakosa kujua ya kwamba mimi ni deputy president na niko na kazi ya deputy president. Na kazi ya deputy president ni kumsaidia rais. Hakuna mahali Kenya sijaenda na kuwaambia wa Kenya, serikali, mpango ya serikali ni hii, Mheshimiwa rais angependa hivi. Hakuna mahali nimesimama na nataka mtu mmoja ajitokeze kwamba kuna mahali nimeenda na nikasema mimi sio rais, ndio mimi nataka hii, mimi nataka hii, mimi nataka hii. Hiyo ni porojo ya bure. Mimi nataka ujue hivi. Yes. Bwana Gatonyi, 2022 tutakuwa na mtihani. Tunaelewana? Kabisa. Saa hizi tuko na serikali. Na serikali hii ni kama masomo. Kutakuwa na mtihani. Yes. Theory tunafanya kwa ofisi. Theory hii, kusoma theory, tuko kwa ofisi, tunapanga budget itaenda namna hii, mradi ni hii, design ni hii, mambo itakaa namna hii, namna hii, namna hii. Practical tunapeleka kwa kiwanja. Tunaelewana? Unaenda unaangalia maji, mradi wa maji. Nilikuwa juzi kwa mfano, wacha nikupatie mfano, the last 2 weekends. Ile weekend ingine nilikuwa Lodwa. Nikaenda Lodwa mahali inaitwa Katilu. Tukaanzisha shule ya Teachers Training College ya kwanza katika kaunti ya Turkana. Nikaenda nikafanya hiyo kazi. Nikaenda kuanzisha TTI. Vifaa tumeweka milioni 120 katika Technical Training College ya Turkana East. Nikatoka hapo nikaenda Kakuma on Sunday. Nikaenda kanisani, lakini baadaye nikazungumza na viongozi wa pale kuhusu mambo ya refugees. Vile kama serikali tunataka pia wale host community wa Turkana West ambao wametusaidia kuwa host wa our refugees, tutawasaidia namna gani? Tuko na mpango
na watu ya World Bank 3.2 billion ambayo tutawasaidia pia na wao, tuwajengee mashule ya watoto wao, tuwajengee mahospitali, tuwaundie barabara, kwa sababu wale wananchi wetu wa Kenya wa Turkana County wanatuuliza hawa refugees mashule yao ni bora kuliko zetu, hospitali yao ni bora kuliko zetu. Hata katika hiyo mkutano nilikuwa, mtoto mmoja alikuwa anasema, anamuuliza baba yake, mbona mimi nisikuwe refugee? Kwa sababu refugee wanaishi maisha bora kuliko wenyeji. Na ndio tulikuwa tumeweka kama serikali ya kwamba lazima tuondoe hiyo tofauti, tuwapatie pia wale. Nikatoka hapo Monday last week, nikaenda kufungua barabara ya kutoka mahali inaitwa Kalolbeyei, kuanzisha ujenzi Kalolbeyei kupitia Lokichogio kwenda mpaka boda ya South Sudan. Hiyo ni kazi ya practical baada ya theory ya serikali, kwa sababu tusipofanya hivyo mtihani wa 2022 tutaanguka. Hii weekend imepita, wacha nikupatie tu example ya 2 weekends ndio ujue ni nini ninaenda kufanya wakati watu wanasema mimi nimeenda kutangatanga. Friday nilikuwa Likuyani kuanzisha barabara ya kutoka Soi kwenda mahali inaitwa Kilimani kwenda Tarbo, na baadaye mpaka itaenda mpaka Moi's Bridge. Hiyo barabara tulianzisha na mjumbe wa kule. Saturday tunaelewana my friend, nikakuwa Trans Nzoia, nikaenda kufanya kanisa moja pale, nikapitia barabara tunajenga kuiangalia barabara kutoka Endebess mpaka boda yetu na Uganda vile inaendelea. Nikaongea na contractor ya pale, wakaniambia matatizo walio nayo, tumeongea na wizara, matatizo hiyo itatatuliwa ndio barabara hiyo itembee kwa kasi. Nikatoka hapo nikakuja on Sunday, nikaenda kule Bungoma, shughuli ya mambo ya kanisa. Sasa nikuulize, nisipofanya hivyo katika kutembea kwa wananchi, ndio unasikia mheshimiwa, kuna ahadi fulani mlituambia, kama vile niliambiwa wakati nilienda hiyo kanisa ya Sunday, nikakumbushwa kuna pesa ya KMTC ya pale Bumula. Mimi na rais wakati tulikuwa pale, tulikuwa tumewaahidi milioni 20. Wakanikumbusha, wakaniambia hiyo pesa hazijafika. Nimechukua hiyo kazi sasa na wizara, tumeweka katika budget ili mwezi wa 7 tuwapelekee hiyo pesa. My friend, mimi nikuulize, nisipotoka kwenye ofisi niende kwa wale ambao walituchagua, tuwaelezee mipango yao ya maendeleo inakaa hivi, barabara yenu tuliwaahidi ndio hii. Na mara nyingi nikienda ule nawaambia ahadi ni deni, dawa ya deni kulipa. Hii deni yetu tuliwaambia ndio hii, tumekuja kuanzisha vile tulikubaliana na wao. Na hiyo ndio kazi nimekubaliana na rais, nitazidi na kufanya kama naibu wa rais. Naelewana? Na ni mimi ndio mtu ya kutumwa na rais. You know, sio hawa matapeli wengine hawa ambao watu ni bure. Tunaelewana? So mimi nataka uelewe hivi, hii mambo ya kusema ya kwamba huyu ana na wale wapinzani wetu kusema ati deputy president ako hapa ako pale, mimi my friend waelewe, mimi nimechaguliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Mimi kazi ninafanya nimepatiwa as deputy wa rais na Uhuru Kenyatta, kazi ya Jubilee, kwa sababu mtihani inakuja 2022. Na unajua saa zingine watu wanapiga makelele sana, mbona tunaongea mambo ya 2022, mbona tunaongea mambo ya 2022. Mimi nataka nikuulize, kama taifa tuko na mpango wa Vision 2030. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Hiyo mpango ya Vision 2030 ni kwa sababu tukikosa kupanga, it is what is said, failing to plan is planning to fail. Why do we have Vision 2030? Because we need to have a long-term view of our development. Tunaelewana? Mimi ni mtu Mkristo, Bwana Gatonyi na Bwana Kiengei.
tukienda kanisani, Yes. sisi wote tunaamini tutakwenda mbinguni. Yes. Si ni kweli? Tunaenda kanisani faithfully. Yes. Tumehubiriwa safari ya mbinguni. Sisi wote tumejifunga. Wewe unajua tutaenda mbinguni lini? Lakini tunaenda kanisani, tunahubiriwa, Yes. tumekubali sisi ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Hatujui tarehe, hatujui siku. Lakini uchaguzi hii ya 2022 tunajua mwaka, tunajua tarehe, tunajua siku. We know it is the second Tuesday in August of 2022. Sasa kama tunaamini ile ya kwenda mbinguni, tutaenda. Hii ya 2022 tutakosa kujua, tunajipanga. It's a small thing. So watu wasiweke mambo ya 2022 kama sijui ni kwenda mbinguni. It is not. It is a very simple exercise, you know. Na itakuja, itapita. Lakini sisi kama serikali lazima wewe mwenyewe ulikuwa unaniuliza hapa. Wewe bwana Deputy President, sasa hii manyumba wewe unaona hii manyumba itaisha 500,000 before 2022? Why are you talking about 2022 kama sasa? Kwa sababu unajua lazima we must have a timeline on what we can achieve. Ndio tunaweka Vision 2030, ndio tunaweka uchaguzi kila baada ya miaka 5. Na lazima viongozi wawe accountable, wajue ya kwamba ni kazi gani watafanya, ili wananchi watakapo kwenda kuchaguana tena wajue ni nani wanafanya kazi, ni nani wazembe. Wale wazembe watafukuzwa, wale wanajua kufanya kazi watapatiwa nafasi ya kuongoza. Okay. Tuchukue maswali kadhaa. Kama mambo iko sawa sawa, mbona tena county commissioners, your excellency, wamekatazwa kuhudhuria mikutano yako? Haya ni mambo madogo. Nafikiri haya ni mambo ambayo tutayanyorosha kule kama serikali. Unajua katika serikali ni kitu kikubwa sana. Unajua is a huge enterprise. Kuna wengi huko ndani, kuna wengine lazy, kuna wengine wakora, kuna wengine washenzi, kuna wengine huko. Lakini sasa unajua sasa hawa ni watu yetu, wote tunabebana na wao. Yes. Lakini ya muhimu ni tusipoteze focus ya vile tujue wananchi wametuuliza nini. Ni nini tulikubaliana, kandarasi yetu na wananchi ni gani. Sio kandarasi ya kufanya mkutano na county commissioner. Kandarasi tuko nayo ni ya kujenga barabara, ya kuweka stima, ya kuweka maji, na hiyo mahali ndio mimi nimelenga. Okay. Tony Gedhuko anauliza, what happened to the stadium's promise? Wacha nikueleze. Nafikiri hiyo ni jambo ambalo tumeulizwa sana. Tuko na stadiums 11 ambazo ziko katika viwango mbalimbali ya kukamilika. Tungekuwa zimezikamilisha mapema. Lakini wakati tulienda katika uchaguzi wa pili, tulitumia pesa karibu bilioni 13 ambazo hatukuwa tumepangia. Na ndio ikachelewesha kukamilisha kwa zile stadiums. Lakini zote ziko katika hali ya kukamilika sasa hizi. Issue ya referendum. Tumesikia viongozi wengine, your excellency, wanasema lazima tufanye hii. Yes. Inclusivity ndio wengi wawe katika serikali. Hiyo ndio tutafanya mambo ya kuwe sawa sawa, sio kupigana kila wakati wa uchaguzi. Msimamo wako kuhusu hii kura ya maoni ni upi? Wacha niseme hivi. Yes. Jambo la kwanza, katiba ni mkataba kati ya Wakenya milioni 45. Sio chombo ya watu 4 5 kuchezea kamari ya kasino ya pata potea. Ati mimi nikikosa kiti nakuja nasema tubadilishe katiba. Ati huyo mwingine akikosa chenye alikuwa anatafuta tukuje tubadilishe katiba. Wale ambao wanatuambia tubadilishe katiba wajue ya kwamba katiba si ya wanasiasa 5 ama 4. Katiba ni ya Wakenya milioni 45. Na kama tutaketi chini, lazima tuketi chini na tuweke mambo yote kwenye meza. Tunaelewana? Kabisa. Na kuna mambo mengi ambayo inafaa tuzungumzie. Yes. Na haya mambo mengi, na kila mtu lazima asikizwe. Mtu asiseme ati tutakuwa na mabadiliko ya katiba mwaka huu.
Kwani wewe ni nani kutuambia ati kwani katiba ni yako peke yako na familia yako? Katiba ni ya Wakenya milioni 45 my friend. Huwezi kutuambia ati katiba itabadilishwa mwaka huu hao. Kama katiba itabadilishwa, lazima Wakenya milioni 45 waketi chini, wajadiliane, wakubaliane kama imefika wakati, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo bado katiba hii tunaona kama kwamba devolution kwa mfano. Iko na challenges, yes. Lakini imefanya kazi kiasi ya Wakenya kuona imesonga. Imebadilisha Kenya. Imefika wakati wa sisi kufanya audit na kujua kiwango gani ya katiba hii imetufaa. Changamoto za katiba hii ni zipi? Na isiwe ya kwamba ati ile changamoto tunaangalia tu ati ni vile ya kufix masuala ya wanasiasa. Hapana. Hapana. The katiba is bigger than the interest of politicians and a few people. My friend. Kuna wengi wako na maswali. Kwa mfano, constituency moja iko na watu 1,100. Constituency nyingine iko na watu 20,000. Kuna usawa pale? Lazima tuanze kujibu. Kwa mfano, constituency moja ni kwa eneo, area. Ni kama constituencies geographically. Ni kama constituencies zingine karibu 30. Ni balance gani tunahitaji? Tuko na mambo ya jinsia. Kina mama ni 50%, 50% ya Wakenya ni women. Katika uongozi hawafiki 10%. Tunaelewana? Lazima tuseme ukweli. Na kuna kasoro kama katika taifa letu la Kenya, jinsia moja haiko katika uongozi. Ni vipi? Kwa sababu imeshindikana tuwe na ile 2/3 gender rule kupitia bunge. Ni vipi tutahakikisha ya kwamba kina mama wanajumuishwa katika uongozi wa taifa letu la Kenya kwa njia ambayo itakubaliwa na Wakenya wote? How are we going to bring on board women in a way that is acceptable and in a way that does not discriminate women? There is something fundamentally wrong if 50% of Kenya that are women are not represented properly in the leadership of Kenya. Na wasemi ya kwamba tuwapatiwe 50%, wanasema tuwe 30%. How do we resolve that issue? Because it affects millions of people. Kabla hatujakuja kusema ati wanasiasa watumie katiba kugawana mamlaka, huyu ambaye alikosa apate hii, huyu ambaye alikosa apate hii. Na Wakenya wale milioni 45, what is their stake in this constitution? So jambo la kubadilisha katiba, mimi watu wengi pengine wanaona ya kwamba ati mimi nimepinga. Mimi sipingi. Mimi nataka tu tuelewane ya kwamba isiwe inaendeshwa kwa selfish interest ya watu wawili, watatu, wanne ambao wanatafuta viti. Wajue ya kwamba katiba hii si yao. Katiba hii ni ya Wakenya milioni 45. Na yale mambo ambayo yako ndani ya hiyo katiba sio mambo ya wanasiasa ya viti na vyeo peke yake. Hapana. Wakenya wako na mambo mengine mengi ambayo wanataka kujua hii itakaa namna gani. So once we agree, ya kwamba these are the issues, tutakubaliana vile kama Wakenya vile mambo hii itaendelea. Na sio ati watu wawili, watatu, 10 ati wataketi kona fulani alafu watupangie tutaenda tufanye. Hapana, hiyo. Asante. 2 last questions, Your Excellency. Yes, sir. Ya kwanza, what is the government doing to help mwananchi in fast rising cost of essential commodities kama vile petroli, poor returns for farmers and creation of jobs? Yes. Exactly. Yes. Haya ni maswali ya muhimu sana. Na ukiangalia Big Four is actually meant to address those 3 issues you have said. Yes. Ajira kwa vijana. Unemployment is the biggest threat to our stability. Vijana ambao wanaangaika hawana kazi. Na ndio tukisema mambo ya housing. Bwana Gatonye. Niliongea na rais jana. Akaniambia alipitia pale Park Road, mahali tumeanzisha mpango huu wa housing. Na aliniambia alishangaza sana kwa sababu wale watu walikuwa pale 650. Just the first phase, 650 workers
katika hiyo site. Ilikuwa kama rally. Na ndio tunasema hii mpango ya housing itatupatia nafasi ya vijana wengi, na tayari Gatonye, watu waelewe why did we bring TVET. Mbona tulilete hizi colleges ya ufundi na teknolojia? Ni kwa sababu tunajua watu wengi wakiwa na ujuzi wa ufundi na teknolojia, kwa sababu ya hiyo program yetu ya housing, tunahitaji waseremala, tunahitaji carpenters, tunahitaji masons, tunahitaji plumbers, tunahitaji electricians, tunahitaji artisans, technologists, watu wengi in thousands katika hiyo program. Na mimi nataka Wakenya watueleze, and you have asked a very pertinent question. Ni vipi tutakuwa na ajira katika taifa letu la Kenya? That is the question the Big Four is trying to answer. Tunaelewana? Jambo la pili, the same thing, ni mambo ya vyakula, rising cost of living. How do we make sure that a critical number of Kenyans have the financial muscle, you know, to be able to manage their food costs? Tunaelewana? Na ndio sababu tunalenga mbali na wale ambao wanazalisha chakula, kwa sababu asilimia karibu 80 ya Wakenya wanafanya kazi katika sekta ya kilimo. Na ndio unaona tumelenga sekta ya kilimo kubadilisha the returns of farmers. Wewe umesema katika swali yako mapato ya wakulima. Tutaongeza vipi mapato ya wakulima? Ni vile nimekueleza, kwa kuhakikisha kwamba kama serikali tunatafuta soko mpya ya bidhaa zetu, na tunapanua zile mimea tunakuza ambayo inapatia wakulima pesa. Mbali na kahawa, mbali na chai, tumesema avocado, tumesema macadamia, tumesema mimea zingine ambazo wakulima, na tunafanya kazi na counties, kwa mfano Nakuru. Mambo ya Pareto, you know? Na mimi nataka niseme ya kwamba county ya Nakuru inafanya kazi ya kusambaza mambo ya miche ya seedlings ya mambo ya Pareto. Vile vile Kericho, vile vile Elgeyo Marakwet, vile vile sehemu hizo ambazo Pareto all the way to West Pokot, ya kudiversification. Na unajua wakati tumeongea kwa mfano mambo ya diversification, mimi nashangaa sana wakati tunaongea mambo ya diversification, na wabunge wengine wanaongea hapo wanasema huyu bwana deputy president anaongea mambo ya diversification, sisi tunataka tu kuendelea kulima mahindi. Sasa unaangalia nani mjumbe anaongea hiyo upuzi, you know? Watu yani nikauliza, wewe kichwa yako kazi yako ni kufikiria tu tumbo na mfuko ya mwananchi, utaweka pesa huko ndani namna gani? Si lazima tuwe na cash crops. So this is where we are focusing as a government. It will not happen overnight, but consistently, if we are at it, it will happen. All right. Tukimalizia, Your Excellency. Sema Paulo. Swali. Niulize tu maswali hata kama ni magumu nitangangana. Inauliza, would you consider a running mate from Mount Kenya region? Swali kutoka kwa James Mwai akiwa Kikuyu. Na mwingine pia ameuliza, your take on 2022 elections. Maybe you had hinted, or maybe there's a plan. Kwa sababu tumesema wanawake 50% of our women. Would that running mate be a Kenyan? Unajua mambo ya 2022 saa hizi mahali mimi nimelenga, na ndio kazi mimi nafanya, ni kuhakikisha ya kwamba manifesto ya Jubilee, Big Four program ambayo tuko nayo, nimsaidie rais kuhakikisha ya kwamba hiyo kazi yote inatimia. Kwa sababu ni juu ya performance ya Jubilee ndio tutaweza kuongea mambo ya 2022 conclusively. Record yetu 2022 ndio itatupatia nafasi ya kuwauliza Wakenya nafasi ya kuendelea kuongoza serikali. There is absolutely ingine ya pili umeniuliza kuhusu 2022 ingine ni maybe kama huyo running mate anaweza kuwa mwanamke.
Unajua hata kama atakuwa mwanamke ni yule ambaye atajipanga na ako na uwezo. Sio ya kwamba mtu tu atapatiwa kwa sababu ni mama. Hapana. Watangangana na wanaume wengine. Mpaka ijulikane idadi yako na uwezo. Alright. Yeah. Tukimalizia hili ni muhimu, Your Excellency. Agriculture is one of the key pillars. Tunamalizia hili mwisho kabisa. Yes. But kuna mtu amesema bring this to the attention of Deputy President. Sawa. Poultry farmers are losing their markets to Ugandan products. Andrew from Nyeri. Hiyo Andrew amesema ni ukweli. Yes. Na sio ya kwamba nasikia kutoka Andrew. Mimi mwenyewe ni poultry farmer. Na mimi najua yale Andrew anasema. Mimi mwenyewe nimeingia hasara kiasi. Kwa sababu ya biashara hiyo na kwa sababu mayai kutoka Uganda inakuja bei chini kuliko yetu ya hapa Kenya. Na tulishaongea na waziri. Mimi sasa sio kama deputy president, kama mkulima. Na kama mfugaji wa kuku. Nishaongea na Kiunjuri, na hata Kiunjuri ukimtafuta atakueleza. Nishamwambia lazima atafute namna tuhakikisha ya kwamba hii bei ya mayai kutoka Uganda ni ya kweli. Na vile vile hata na sisi kama Wakenya, kwa sababu tatizo letu kubwa katika Kenya ni bei ya chakula ya kuku. Ndio iko juu. Mahindi kwa mfano Uganda gunia moja ni shilingi 900. Nasikia? Yes. Hii ambayo tunanunua Kenya 2500. Yes. Na karibu 60% ya chakula, akili 70% ya chakula ya kuku ni mahindi. So kama mahindi yetu iko bei juu, ndio inafanya chakula yetu iwe bei juu, na ndio inafanya mayai yetu iwe bei juu. Lakini hata na hivyo, kama serikali lazima tu protect our own farmers. Na tuhakikisha kwamba kuna balance kati ya free trade ile ya East Africa na pia wakulima wetu wasitolewe katika biashara hiyo. So there is a delicate balance we are managing. Asante sana, tutafikisha hapo. We thank you very much. Asante sana Bwana Gatonye na Taikuna. Ukiwa Nairobi hata ukose mahali pa kulala. Lakini sasa wewe usijali, kuna kachumu. Wewe unapatikana kona gani? Unaona ukifika Nairobi, wewe uliza tu mtu nionyeshe kwa babu. Nikupeleke kuna mahali tunaranga tunalipa 400. Na wakinipiga ngeta huko barabarani kuna mahali tunaranga tunalipa 400. Na bed and breakfast, asubuhi breakfast ni nyama nusu. Ziwe ni hasra. Lazima nikupeleke masimu penye utachunga pesa. Bed and breakfast. Kuna mahali tunaenda, kuna rafiki yetu anaitwa Papa Toma. Inaitwa Terasco Group of Hotels. Hiyo iko Nairobi hii. Yes. Hapo kwanza wakisikia Ruto amelala hapo. Hapo 400 bed and breakfast. Na breakfast nyama nusu ama kilo kulingana na siku. Unajua, acha nikwambie story kidogo fupi. Nilienda kukula nyama hapa Rongai. Sasa bucha moja hapo tulikuwa watu wawili. Yes. Sasa nikamwambia, tuko watu wawili tukatie nyama. Zamani kidogo. Akasema akakata nyama, nikamwambia naona kama 3/4 hivi naweza kutosha watu wawili. Huyo akakata nyama. Akakata nyama kilo 2. Akasema akaniambia, wewe mkubwa, unajua nyama haijengwi mwili haijengwi na mbao. Hii kilo 2 inawatosha. Huwezi piga randa. Kuja nikupeleke kwa Papa Toma. Asante sana. Thank you very much. Mbele wa Kameme TV na muthikiriria, thank you ni ndo koromwe na ithui na tunakushukuru.